Kwa uchache tu labda utuelezee hali ikoje huko, matarajio ya wenyeji kuhusiana na hii hotuba ya taifa ya rais ni yapi? Alan. Naam, Manzu, na kupata vyema kabisa hali ni shwari hapa katika kaunti ya Kakamega. Nakumbuka kwamba ilivyo desturi ni kwamba Rais William Ruto ama rais anatakiwa kikatiba kwa mara moja hivi kila mwaka kuweza kuhakikisha kwamba analihutubia bunge la taifa na lile seneti, kikao cha pamoja cha mabunge yote mawili, kuweza kulihutubia taifa na kulieleza ule mwongozo ama jinsi ambavyo taifa linaendelea na jinsi vipi ambavyo pengine serikali yake imeweza kuafikia yepi, na pengine safari inapoendelea, yeye anapoendesha serikali yake ni lipi ambalo Wakenya wawe wakitarajia. Kumbuka kwamba masuala kama vile afya, usalama wa taifa, sekta ya elimu, swala la ufisadi ni masuala ambayo tumekuwa tukizungumza hapa, ama wale ambao ni wakazi wa mji wa Kakamega wamekuwa wakisema kwamba ni masuala ambayo wanataraji kwamba rais huenda atakuwa akiweza kuyagusia na kuweza kuyapa uzito, kwa sababu yamekuwa yakiweza kuangaziwa katika siku za hivi karibuni. Na hivyo tuweza kuzungumza na baadhi yao, watueleze tu ni kipi ambacho wanataraji kwamba rais atakuwa akiweza kukigusia wakati ambapo atakuwa akiweza kulihutubia taifa kupitia kwa kikao cha pamoja cha mabunge yote mawili. Karibu sana, utatueleza jina lako na pengine wewe kwa matarajio yako rais awe akiweza kugusia lipi katika hotuba yake baadaye hii leo. Kwa majina naitwa Alvis Malova, mimi ni mwanaharakati hapa Kakamega. Kitu ambayo ningependa rais agusie ni kuwa mambo ya afya hii ya SHA. Watu wengi hapa Kakamega na Kenya mzima wanaumia about SHA. Anafaa aambie bunge kuwa imefikia wakati watu percent ambayo SHA imefika whereby wananchi wanaweza tumika wote na watibiwe kwa safari moja, kwa maana imekuwa ni challenge kwa wananchi wa mashinani ku access hiyo SHA, na imeleta shida mingi sana kwa wananchi. Hata watu wanakufa kwa maana civic education ya SHA haikuwa imefanyika vizuri. Watu walishtuka wakaruka huko na haikuwa na mpangilio mzuri wa kufanya. So ningemwomba rais aweze kueleza kuhusu mambo ya SHA. Unaposema aeleze mambo ya SHA, pengine wao wakifanya mabadiliko ama wafanye namna gani ndio pengine uweze kuridhika? Ningependa rais azidi aweze kueleza Ministry of Health ikimbize mbio hii mambo ya SHA, so that kila mtu aweze kupata matibabu kwa njia yake anahitaji. Alafu kitu hiyo model ambayo unatoka sijui kwa uweze enda referral, kama wewe unaishi karibu na referral, alafu anakuambia uende kama for example hii General Hospital, alafu kimbie Lwesero kutibiwa, hiyo inakuwa challenge kwa wananchi. Inafaa hiyo model hapo warekebishe kidogo, kwa maana penye mtu mgonjwa wako ndo anafaa tibiwe karibu hapo. Asante sana. Pia tuweze kumkaribisha mwingine. Jina lako, utueleze pengine yale ambayo katika hotuba ya rais baadaye hii leo unataraji hao akiweza kugusia nini? Mimi kwa majina naitwa Msungu Ngaira, kama mkaaji wa Kakamega na Mkenya. Mimi ningelipenda rais aweze kuzungumzia mambo ya utekaji nyara katika taifa letu. Tumeliona limekithiri sana kwa watu wa chini na watu wa juu. Kuna viongozi ambao wa mataifa mengine wamekuja hapa, wanashikwa, wanarudishwa kwao huko katika nchi zao. Na sisi tukiangalia our founding fathers wa Afrika walikuwa wanasema kama mtu amekosana na serikali yake anaweza kuja kwingine apate refugee huko. Lakini sasa katika taifa letu la Kenya unapata mtu akikuwa hapa ameshikwa, amepelekwa kwao, amefunguliwa mashtaka. Hiyo namba ya kwanza. Ya pili, unapata wananchi wa kawaida kwa street wanashikwa, wanapotea mwezi mzima, miezi mitatu wakipatikana, wengine wamekufa, wengine wamedhulumiwa. Tunataka rais atoe action, sio maongezi, kwa sababu kama ni kuongea ameongea, lakini sasa sisi tunataka action, kwamba hizo abduction zikame to a stop, kwa sababu at the end of the day wanashikwa mchana peupe kwa town, sio vijijini. Kumaanisha idara zetu za usalama zinaweza kuwa zinahusika kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu mtu hawezi shikwa kwa street na useme ati walinda usalama hawako. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, pia wamama wanauawa huku na huku, wazee wanauawa huku na huku, na tunasema saa hizi security iko beefed. Na hata ukiangalia katika serikali ya sasa hivi tumeemploy maaskari wengi, wanajeshi wengi, DCIs wengi, but mauaji yanaendelea tu kuiolela. Kumaanisha kuna watu mahali wafanyi kazi. Sasa hatutaki mambo ya kuongea, tunataka some action, na hizo mambo za utekaji nyara zisimame, kwa sababu katika ile campaign period yake alisema katika serikali yake hatutakuwa na utekaji
nyara, lakini sasa tumeona utekaji nyara unaendelea. Unapata hata watu wengine wanashuka Ijumaa wapelekwe koti Jumatatu. Tunajua hiyo ni kitu yenye calculated kwamba wakushike Ijumaa wakupeleke Monday. Utakaji hiyo Ijumaa, Jumamosi na Jumapili nini udhulumike ukikuwa katika hizo mambo za serikali. Sasa hiyo mambo ya kushika watu Ijumaa pia serikali iwaache. Washike watu Jumatatu wapelekwe koti Jumatatu ama Jumanne. Sio wanashika watu Ijumaa kwa sababu wanajua atakapa Jumamosi na Jumapili. Hii kama wananchi wa Kenya hatutaki. Asante sana. Pia tuweze kumkaribisha mwingine jina na hotuba ya rais. Unataraji awe akiweza kuweka uzito kwa mada ipi ambayo inamgusa mwananchi wa kawaida? Kwa majina naitwa Rafael Welimo, na jambo ambalo mimi nataka nizungumzie ni lile ambalo ni la ufisadi, kwamba tumeambiwa hata juzi na waziri wa fedha ambaye alituambia kwamba kila kuchao zaidi ya bilioni 2 zinaibiwa kila siku na zikipelekwa kwa nchi za ugaibuni ambako hawa wafisadi. Please Mr. President, ile speed na nguvu ulizokuwa nazo kwa tukimtoa Gachagua kutoka kwa wadhifa wake, naomba utumie speed hiyo, nguvu hizo, na usiwe na kuangalia ni nani rafiki yako, ni nani ndugu yako, kwa sababu corruption is the main problem that is creating these problems that Kenyans are facing. Siku hiyo ambayo utaweza kushika mmoja wa wale wezi ambao ni marafiki zako, umfunge, wadogo wake ambao huwa ndio wanaoendeleza hayo maneno wataweza kuacha hiyo kazi. Wakenya wote watafurahia, na 2027 kura yako utaipata. But as long as you still harbor thieves, you sanitize them when they are corrupt, and now when they get out there to come and work for you, they become clean men. We who supported you will start doubting you and will not take you serious. Thank you. Asante sana. Pia uweze kusongea karibu, msongee tu karibu kwa kifupi sana, kila mtu aweze kupata nafasi. Jina lako, rais unataraji kwamba atakuwa akiweza kupatia uzito jambo lipi ambalo linamhusu Mkenya wa kawaida? Kwa majina naitwa Collins Lumumba, nikiwa kiongozi wa vijana nchini Kenya. And allow me to say this before they abduct me, kwamba mimi ni mwanafunzi Masinde Muliro University. Nilifanya diploma, nilisaidiwa na HELB. HELB ilinisaidia pesa kiasi kunilipia. Lakini leo hii wakati nafanya degree, HELB imekataa kunisaidia pesa kwa sababu wameleta mfumo mpya wa funding ya university. Mimi nashangaa, in this country democracy tulipeleka wapi? Kwa sababu democracy inasema wengi wape. Sisi ndio wanafunzi ndio tunatumia hiyo hela, tumesema hapana, lakini yeye mtu mmoja anasema ndio. Kwa hivyo leo president anapo address the nation, anapo address bunge, nataka atuambie hii maneno kwa nini yeye anatulazimishia na sisi tumekataa. And if I may go personal, nasema hivi, sisi watu wa Western tulisupport UDA, na ukiangalia UDA hakuna waziri wa UDA kutoka Western. Kileo Malala amekuwa pale kwa UDA amefurushwa, Ababu na Mwamba amekuwa pale amefurushwa. Ni nini sisi vijana wa Kakamega tutajivunia kwa UDA? Kwa hivyo itafika mahali tuseme let us do away with UDA, kwa sababu sasa hivi mawaziri kutoka eneo la magharibi, hata kama pengine wanatoa maoni, iwe ikiweza kuzingatiwa na kuwa pengine na zile facts. Kunao mawaziri kama Oparanya ni waziri wa ODM, nimesema waziri wa serikali moja wa UDA. Unajua sisi tumesupport serikali ya UDA. Kwa hivyo hii maneno ya broad based nini wanatuharibia tu time, kwa sababu leo hii nataka mnisimamie kijana moja mwenye ame benefit kwamba kutoka Kakamega. Rais, ninaomba maneno ya university angalia kabisa. Ni hayo tu kwa sasa kabla wani abduct. Naam, pengine tutakuwa tukiweza kurejea baadaye na kuweza kujadiliana kuhusu mada hizo na matarajio yenu kuhusiana na hotuba ya rais hapo baadaye. Ila manzu ukiweza kuwasikiza wale ambao ni wakazi wa mji wa Kakamega ambao ni wa Kenya pia wanasema kwamba wanataraji rais atakuwa akiweza kugusia swala la elimu, swala la usalama. Wale ambao unakumbuka kwamba katika miezi ya hivi karibuni wa Kenya wamekuwa kilalama kuhusu na kuweza kuzielekelezea asasi za usalama kidole cha lawama kuhusu kuweza kupotea kwa Wakenya, kuweza kutiwa mbaroni na kutoweza kufikishwa mahakamani kwa muda ufaao kikatiba wa saa 24. Na hivyo pia swala la afya, yani SHA na SHIF, wanasema kwamba rais awe akiweza kutoa mwongozo wa ni vipi sekta hiyo itakuwa ikiweza kurekebishwa, kunyoroshwa, Wakenya wao wakiweza kupata huduma hizo muhimu bila kukutana na vizingiti vyovyote. Na pia swala la ufisadi ambalo katika kampeni za siku za awali
wale wote ambao walikuwa wakiweza kuwania urais, akiwemo Rais William Ruto siku zake akiwa naibu rais, naweza kuwahakikishia Wakenya kwamba atakaposhika hatamu za uongozi, basi swala la ufisadi litakuwa limepitwa na wakati, ila bado limekuwa likiripotiwa. Ukitazama mkaguzi wa mahesabu ya umma amekuwa akiweza kuweka peupe kwamba pengine fedha bado wanapoteza shilingi bilioni 2 kila siku, na pia kulikuwa na yale madai kwamba kuna shilingi bilioni 11 ambazo zinahusiana na ujenzi wa ile makazi ya gharama ya chini, yani affordable housing, pia haziwezi kuwa zikiweza kujulikana ziliko. Na hivyo ni maoni tu ya Wakenya, ila tutakuwa tukimsubiri rais kuweza kuona iwapo atakuwa akiweza kugusia masuala kama hiyo ili kuweza kuwaridhisha wale ambao Wakenya ambao waliweza kumpa ule uwezo wa kuweza kuwaongoza kama Wakenya. Manzo. Asante sana Alan Ochanda huyo, bila shaka na kina Lumumba pale, Milimo na hata Wakenya wengine ambao waliweza kutoa hoja zao ambazo nitasema ni nzito sana. Kabla ya kuja kushika hoja hizo na wageni wangu hapa, naomba tupate pumziko fupi tu kwenye matangazo ya biashara, alafu tarudi tuje tuendelee na mjadala wetu. Usiende mbali.